Nitaenda kuzungumzia maisha ya Samsoni na Delila kwa ufupi. Samsoni alikuwa mnaziri wa Mungu. Baada ya kuwa mnaziri wa Mungu kwa muda mrefu, ilifika sehemu akajitukuza juu ya unaziri wa Mungu. Na ndivyo hata ilivyo leo. Wale watumishi wa Mungu, wale ambao wanajiita wachungaji, wale ambao wanajiita wainjilisti, wale ambao wanajiita waimbaji, wanajisifu mbele za Mungu kuwa ni waimbaji waliosimama kwa muda mrefu, lakini nyuma ya pazia wana kitu ambacho wanachokifanya. Samsoni alimtumikia Mungu kwa muda mrefu, alikuwa anamfanyia Mungu kazi, lakini alikutana na mwanamke mmoja anaitwa Delila, alimwangusha. Sikiliza mtu wa Mungu, katika utumishi wako ogopa kiumbe kinachoitwa mwanamke. Mimi ninakwambia ukweli kabisa, katika utumishi wako ogopa kitu kinachoitwa wanawake. Na dhambi nyingi iliyoangusha hata wachungaji katika utumishi ni wanawake. Na shetani anatumia wanawake kwa ajili ya kuangusha watumishi wa Bwana. Hata wainjilisti wengi wamedondoka kwenye dhambi kwa sababu ya wanawake. Sikiliza, kitabu hiki cha Waamuzi sura ya 16 kinaongelea maisha ya Samsoni na Delila. Alimpenda mwanamke mzuri mrembo. Baada ya kumpenda, Samsoni akaanguka. Mtu wa Mungu, dhambi inayowaangusha leo wanaume na wanawake ni ya kuzini. Ndio maana Biblia inaupinga sana uzinzi. Yesu hivi karibuni anakuja. Atakuja kwa hukumu wenye dhambi na wa haki. Je, atakukuta ukiwa sehemu gani? Utaendelea kuzini au utaendelea kuacha? Hukumu inakuja na Yesu yuko mlangoni anakuja. Acha dhambi, Bwana anakuja.